simanzi zimejaa tele moyoni. Leo hii mimi unanifanyia vitu kama hivi? Fei, wewe wakunisaliti mimi? Kweli kwa chochote nilichokifanya, kwa yoyote niliyofanya, leo hii mimi unaona mimi mjinga? Zile picha mimi nimelazimishwa. Machozi ya dhahabu moyoni mwangu. Fei, nataka uniambie, jana ulikuwa wapi? Nilienda kukutana na producer Mende. Unasema? Yaani wewe Fei, unaenda kukutana na producer Mende bila mimi? Wakati kabisa unajua mimi ndo nilimleta yule. Sikiliza nikwambie, tabia zako mbaya mimi nazijua. Sawa? Tabia unazozifanya mimi tayari nishazijua. Sasa hapo tatizo liko wapi? Producer Mende kanipigia simu. Nikakupigia simu haupatikani. Nikaona niende kuonana naye mimi mwenyewe. Acha uongo. Simu yangu muda wote ilikuwa hewani. Sikiliza Fei, haya tunayoyafanya ni maisha. Lakini nashangaa mwenzangu, naona kama unaenda kunibadilika. Fei, sasa amekuambia nini? Nimeenda nimekutana naye. Amenipa mwongozo wa kazi. Anakupatia kielelezo? Kielelezo wakati hatujasaini naye mkataba wowote. Kielelezo cha nini? Unafanyaje kazi bila mkataba? Ramso, mimi naona tungeandika kwanza mashahidi ili tumshawishi yeye kwanza. Wewe unaonekana una akili. Yaani elimu yako hapa ndio ilipofikia. Fei, wewe una akili. Sina akili mimi. Wewe una akili. Kwa sababu gani sina akili? Fei, hauna akili. Kwa nini mimi sina akili Ramso? Kosa langu mimi ni nini? Kwenda kukutana na producer Mende? Sasa sikiza nikwambie. Hii kazi utaifanya mwenyewe. Fei. Fei. Naye mpenda mimi naye ametekwa na tamaa ya pesa. Haoni hata tamani yangu. Sango rafiki yangu. Nimepita hapa. Kuna jambo langu nataka unishauri. Yeye nimekaa chini nimefikiria, sina mtu wa kumwambia, sina mtu wa kunishauri. Nikaona tu nikuite. Ipo hivi. Kuna bwana mmoja ananitaka mimi. Na huyo bwana ni mtu ana hela zake na ni producer mkubwa sana. Anaitwa producer Mende. Na kama unavyojua maisha yangu na mama yangu, ndio kama vile ni mgonjwa, sina msaada wowote, lakini yeye ameahidi kunisaidia. Na hata hivyo pia anataka tuhamie kwake mimi pamoja na mama yangu. Lakini sasa namwazia Ramso, nitamwacha katika wakati gani? Na yeye ndio alikuwa msaada mkubwa sana kwangu hapo ndani. Kuna watu wanajua kuchezea shilingi chooni. Fei, kuna watu wanajua kuchezea bahati. Yaani namba moja. Hivi unajua unahangaika eti? Mamako ni mgonjwa. Pesa huna. Ni kwamba hauna chochote. Yaani unataka kukumbuka mambo ya nyuma. Mambo ya huyo Ramso. Niuliza. Unapata mtu mwenye pesa, producer Mende na mioyo yake pum. Hivi baadaye shoboke tifafenda unakataa utakuacha hiyo riziki. Wako sawa wenyewe.
Eti unaona unabeba kwenye masoko ovyo. Utapata nini wewe? Anakuja mtu anataka kuwezesha ili uache mambo yako kubeba. Unaambia pata za kabiti. Ndio kwanza maskrimu. Ovyo kwenye barabara. Unakupa shilingi ngapi? Hizo nini? Hizo ndio hivi unajua ninavyowaka? Unajua ninavyonyesha? Sasa mimi nawaka na jua na ninanyeshewa na mvua. Hey, mimi kazi yangu si unazijua? Nazijua. Mimi najiuza. Yaani unaelewa? Naruka na kila aina ya mwanaume. Natamani nipate japo hata mwanaume wa kunipa shilingi 5,000 kwa siku. Lakini sioni. Unachezea bahati. Haijibidi mara mbili eti. Yaani ikija ndio riziki yako ilipo. Na ikiondoka ni mazima. Sijui kukaa mimi na yeye hata siku moja. Afu unaenda kuniletea mpuuzi. Na nitamaanisha. Ama elezo kwangu mimi hana nafasi. Oya wewe, mimi naangalia mbele. Mimi naangalia hela. Siwezi kushoto huko kule kwa Ramso. Hakuna chochote. Jamani. Sangu. Nimekusikia. Yaani wewe unajua unachukulia kitu ni rahisi sana. Lakini Ramso alikuwa na kitu lakini alikuwa yuko pamoja na mimi bega kwa bega. Yaani from there tu mwache tu mtu papo eti kwa sababu unapata mtu mwenyewe ya kweli. Hata utoke msiukumbuke jamani. Sikiliza kweli tambia. Yaani wewe umenita mimi hapa. Nikushauri, lakini pia naona maamuzi yako. Sasa nitakushauri nini? Bado unampenda Ramso. Alafu nataka mimi nikushauri. Nakushauri nini sasa? Sikiliza nikuelekeze. Kila pasi unayo wewe. Utaamua wewe kuchagua. Kurudi kwa Ramso, mamako afe, au kwenda kwa producer Mende, mamako apone. Maana unajua maana mnadunda ndugu wewe. Machozi ya dhahabu, machozi na bubuju kwa machozi ya dhahabu. Habari za saizi ya? Salama producer Mende vipi? Producer Mende, kama nilivyokuambia, nitakufikisha kwa kina Fei. Na hapa ndo kwa kina Fei na huyo ndo mamake. Okay. Mama, shikamoo. Marahaba baba, za nyumbani. Uko namshukuru Mungu. Sijui nyinyi hapa. Hakujambo. Nimefurahi kuwaona. Mama, unakumbuka nilikwambia nilipata mzamini? Ndio. Basi huyu ndio producer Mende. Alinipatia ile tangazo la simu. Asante baba. Nimeona hatuwezi kufanya kazi na mtu ambaye hatufahamu. Ni kweli. Kwa hiyo nikasema nifike nyumbani nipafahamu, alafu ndo tuendelee na kazi. Sawa. Lakini nimeona kwamba siwezi kuja mikono mitupu mamangu. Nimeleta hapa kamfuko kaunga haka. Angalau katawasukuma hata siku 2-3. Uonga ni wa kwetu? Yeah. Mbona umejisumbua sana? No, Fei. Usijali, vitu vya kawaida. Asante, tunashukuru. Nimefurahi sana kwa kweli. Labda mimi nisipoteze muda sana sababu nimesema nifike tu mara moja alafu nikimbie. Sawa, sisi tunashukuru sana. Karibu tena na siku nyingine. Kabla sijaondoka niwacheka pesa kidogo. Mama, hii utakunywa hata chai mama. Asante. Hey. Basi mimi naomba mruhusu niondoke. Hamna shida producer. Karibu sana. Karibu tena na siku nyingine. Asante sana. Kisura. Mimi Nafikiri huko ni nyumbani. Karibu sana. Mimi huko ndo mtaani kwetu.
na chumba changu kipo hapo tu, sio mbali na hapo. Karibu sana. Basi sawa. Asanteni sana jamani. Asante baba. Haya mama, nashukuru. Sasa hapo inabidi mnipe hata 10,000. Maana nimefanya kazi kubwa sana kumleta huyu bwana hapa. Nyinyi mnafikiri kazi ndogo kubailoloba? Dada, umekaa popote unatolea macho hivi hivi. Unasemaje? Wewe unafikiri kulibeba ile roba kulitishwa kichwani unafikiri kazi ndogo hii? Nakuonea huruma sana binti. Mimi nina matatizo lakini mimi sio mzuri. Ni mbaya kulikoni wewe ulivyovaa hiyo kofia kama mganga wa mvua. Ndio watu wafadhiliki nyie. Mbona hamna shukrani nyie watu nyie? Muangalie na yule kazi kunukanuka tu muda wote tumekaa hapa kati po dampo. Kisura, kwani ni hii hela tu ndio unaongea maneno yote hayo? Tumeshamleta mgeni tuondoke. Njoo kama wewe kweli mwanamke umekauka kama hicho yote sumu. Sasa afadhali ya mimi nimekauka kuliko wewe mtu mzima ovyo unainuka. Kisura. Hivi wewe naye unashindwa kujishughulisha mtu kabisa, una mikono unaye miguu naye unashindwa kujishughulisha wewe kumhudumia mamako. Kazi kubweteka tu msichana mzima. Ndio bwana wako jishughulishe naye. Enda mkamate msogeze hapa. Unaelewa nini hivi? Nitakeni kavunje shimo. Unajua mwanangu, hilo unakunyima. Sikiliza, huu mguu huu unanipa matatizo sana. Huyu ningemkamua huyu mpaka mavi angemtoa. Achana naye. Sila zote tumenyima hiyo. Unaona zote. Sasa wewe mwanangu. Kwanza huyu ndo kaniharibia huyu mtoto. Huyu bwana kakupa kazi. Leo kakupa unga, kakupa na pesa hii. Hivi hapa kuna nini kinaendelea kati yako na huyu baba? Sasa mama, hisi kama ni advance tu. Advance ndio alete hapa na mama hii ya chai si soda. Mama, hisi hazitoshi. Maisha yetu yatabadilika. Yaani sio nisubiri tu utaona. Yaani maisha yetu yatabadilika. Mimi nataka uniambie ukweli kwa sababu namjua anayetusaidiaga hapa. Ndio maana nakuuliza mwanangu. Sasa unataka kurudi kwa Ramso? Hivi nikwambie tu kwa Ramso ana kitu. Mimi sina kitu. Maisha yetu ndio haya. Tutangangana naye tu. Lakini tumekula vimchele vyake mwanangu vibaya. Vibaya mwanangu Feide. Kidonda kinamtesa Mama Fei, na kuna jirani Mama Fitina, kutwa maneno haya muishi kinywani mwake. Inawaumiza moyo, inaumiza moyo hii mama wewe. Inawaumiza moyo, inaumiza moyo hii. Basi usilie. Nyamaza, nisikilize mimi. Umesikia? Nilikwambia mwanangu. Hii hali niliyokuwa naye ni ngumu, inatisha. Bwana nirudishe nyumbani nikafie nyumbani. Ona unavyopata manyanyaso. Ona sasa hii hali. Kwa nini unalia sasa? Usilie, nikwambia nirudisheni nyumbani mwanangu. Hapana mama, mseme. Basi nyamaza. Basi nyamaza mwanangu. Wache walimwengu waongee, nikifa watafurahi. Fei. Fei. Jamani. Yaani nakunywa chai ujue hapa naifikiria haishuki mpaka najiuliza ile andazi limeoza au? Nini shida? Sasa hilo donda kwani usiloshe ndani? Kila siku tunagombana mimi na wewe. Hivi nikuulize swali. Unalie kutoa huko ndani kwako uje kunywa chai nje? Au kimbelembele chako na kisebengo chako ndio kimekutoa huko ndani kuja kunywa chai nje? Yaani nikwambie tu ndugu yangu. Tunanyimana la.
Yaani tunanyimana raha. Kila siku tuzungumzie hilo swala la hilo donda. Kila siku tuzungumzie hilo swala la hilo donda jamani. Hivi ni kweli? Huu ni ungwana kweli? Wewe mwenyewe unaona ni sahihi kabisa. Unaacha kulioshea ndani, tena ni siri ungelifikia ndani. Mbona hapo ukishamaliza kuliosha unalifunika? Uliachi wazi. Yaani kwa hiyo wewe unatakaje? Au unataka nini? Nimeshaamua kumoshea hapa sasa. Ama unachotaka? Kitu nikwambie wewe mwanamke. Yaani wewe mwanamke unajifanya una mdomo, unajifanya unajua kuongea. Wewe ndio unamleta taarifa za mpagaji wenzio. Wewe ndio unamleta taarifa, wewe ndio mjumbe. Wenzako wametulia lakini wewe kimbele mbele na mimi. Kila siku unambebwa na mimi. Dada naomba pumu zako kapumulie chooni. Sawa? Pumu bama kapumulie chooni, usije ukaniletea shida zako mimi. Kwanza huko kote tusifike. Tuanzie hapa. Hao wapangaji wenzangu wanashindwa tu kukufikia. Lakini mimi nakufikia na sikuogopi. Hata kama kuzipiga hapa mimi niko tayari. Lakini nimeshakwambia tumechoka. Yaani mimi natamani kurukia hapo nikupige wewe. Yaani natamani kurukia nikupige na hivi unafikiri siwezi kukupiga wewe? Sasa subiria barua kutoka serikali za mitaa. Sasa nikwambie, kalete barua, kalete serikali za mitaa, kalete wajumbe, wala hata si ugo. Umenielewa mwenyekiti? Nyuso zimetandwa na huzuni, simanzi zimejaa tele moyoni, juu ya ulimwengu. Fei, bala yako imetoka serikali za mitaa. Haoni hata tamani yangu. Kwako elfu duniani yahusu wito wa serikali za mitaa. Unatakiwa kufika ofisini kesho saa 4 asubuhi. Bai mwenyekiti serikali za mitaa. Huu wito ni wa nini? Ni kuhusu harufu mbaya inayotoka katika mguu wa mama yako. Yaani najua tu hizi ni fitina za mama fitina. Wameona haitoshi, wakaona waende serikali za mitaa. Sio mama fitina tu, ni wapangaji wenzako na majirani zako wote ndio waliotoa malalamiko serikali za mitaa. Jitahidi kesho asubuhi saa 4 kamili ufike ofisini. Marasa, mpaka sasa hivi tunavyoongea Ramso yuko sawa kabisa. Kifupi amevurugwa vibaya sana, na jambo ambalo limemfanya amevurugwa mpaka sasa hivi ni kuhusu Fei. Fei alienda kwa producer Mende kurekodi muziki, na pia kama unavyojua yule producer anafanya issue za kupromo mpaka na hilo jambo limemkasirisha sana Ramso. Yaani hata mimi hataki kunisikia. Unajua kakako anamwamini sana Fei. Na hicho kitu kitamfelisha sana. Kwa sababu Fei anaweza akamsaliti muda wowote kuanzia sasa. Mambo vipi? Ulikuwa kuna sehemu fulani nilienda, kuna mishe zangu nilikuwa nafuatilia. Sasa useme ukweli kama ulienda kwa Fei. Ina maana unaweza kutoka hapa mdogo wako asijue unapoelekea. Sikiza nikwambie Mayasa, sitaki tumzungumzie Fei hapa. Unajua Ramso, wewe unamwamini sana Fei. Na hilo ndo tatizo. Unampenda. Fei anaweza kukusaliti muda wowote. Mayasa, sikiza nikwambie Mayasa, sitaki story za Fei hapa.
Uspanic. Usimaindi kabisa. Hebu ona hiki. Hey. Ni yeye. Sasa Fei hapa. Sasa yaani Fei na producer. Unashangaa? Ni yeye. Na huyo ndo bwana wake mpya. Producer Mende. Penzi jipya ndo kwanza limeanza. Kazi kwako. Nyuso zimetandwa na huzuni, simanzi zimejaa tele moyoni, juu ya ulimwengu naye mpenda mimi, naye ametekwa na tamaa ya pesa, haoni hata tamani yangu. Fei, leo hii mimi unanifanyia vitu kama hivyo? Fei, wewe wakunisaliti mimi? Kweli kwa chochote nilichokifanya, kwa yoyote niliyofanya, leo hii mimi unaona mimi mjinga? Samson, zile picha mimi nimelazimishwa. Zile picha, yale mabusu yote mimi nimelazimishwa, ilikuwa sio dhamira yangu. Kwa nini unapenda kunilaumu vitu ambavyo havina sababu? Sikiza nikwambie. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ule mkataba. Ndio maana amefanya yote hayo. Nisikilize Fei. Naomba unisikilize kwa makini. Leo hii Fei unaenda kwa babu Kijiti, eti mnakaa sehemu, mnapiga picha, huko anakubusu kweli? Yaani naomba uniache. Naomba uniache Fei. Naomba uniache. Naomba uniache. Naomba tuheshimiane. Fei, mimi nakupenda wewe. Lakini haya unayoyafanya sio mazuri. Wewe ni msaliti. Mimi ni msaliti? Samson. Samson. Machozi ya dhahabu moyoni mwangu, inaniumiza ile nabubujukwa na machozi